Ijumaa ya tarehe 20 mwezi huu wa kwanza, rais mteule wa 45 wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuapishwa ili kuitawala Marekani. Hali ya uhusiano wake na vitengo vya usalama na uchunguzi pamoja na makundi ya watu wanaotetea haki za binadamu inazidi kuzorota. Taarifa zaidi zinaonyesha wabunge kadhaa wa kiume na wa kike wa chama cha Democratic nchini humo wamesema kuwa hawatahudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais Donald Trump. Uamuzi huu umetolewa baada ya Trump kupitia mtandao wake wa kijamii kumkosoa John Lewis ambaye ni mbunge mtetezi maarufu mwenye sifa tele za haki za binadamu. Sababu ni kuhoji uhalali wa ushindi wa Donald Trump. Kiongozi mmoja wa siasa za msimamo mkali na mtetezi wa haki za binadamu, Ali Sharpton, amesema kuwa Trump anampa rais wa Urusi heshima kubwa kupita kiasi. John Lewis ni mmoja wa maspika ambaye bado angali hai kati ya waandamanaji wa kutetea haki za binadamu waliohudhuria mkutano uliofanyika mwaka 1963 mjini Washington na kuhutubiwa na Martin Luther King. Amebainisha kuwa kamwe hatohudhuria sherehe za kuapishwa kwa Trump siku ya Ijumaa. Kwa sasa hamtambui kama rais aliyechaguliwa kwa haki kuitawala Marekani. Trump amesema kuwa hayo yote anayosema Lewis ni maneno matupu yasiyo na matendo, huku akimshauri kushughulikia maslahi ya watu wa eneo lake la Georgia. Nchini Ufaransa, mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni na wanadiplomasia wa zaidi ya mataifa 70 wamekutana mjini Paris, Ufaransa, kwa mkutano maalum kwa ajili ya kujadili mzozo na suluhu ya kudumu kati ya Israel na Palestina, ingawa hakuna wajumbe kutoka Israel au Palestina ambao wamehudhuria mkutano huo licha ya viongozi wa mataifa hayo kupewa mwaliko. Waandalizi wa mkutano huo Ufaransa wanasema kwamba ni bora kuwekwa kwa madaftari ya kumbukumbu. Huenda suluhu katika mataifa hayo mawili ni msingi wa siku zijazo wa muafaka wa amani. Hayo yanajiri licha ya msimamo mkali wa Marekani dhidi ya Israel, wakati ambapo rais mpya Donald Trump anajiandaa kuchukua uongozi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anauelezea mkutano huo kama mabaki ya kale usiokuwa na maana yoyote ile. Na rais mteule wa Gambia Adama Barrow ataendelea kusalia nchini Senegal hadi wakati wa kuapishwa kwake, wakati huu ambapo nchi ya Gambia inakumbwa na mzozo wa kisiasa. Taarifa kutoka nchini Senegal zinasema kuwa rais wa nchi hiyo Macky Sall amekubali kumpa makao Adama Barrow kwenye mji mkuu wa Dakar hadi pale atakapoapishwa tarehe 19 mwezi huu. Hii ni baada ya rais wa sasa Yahya Jammeh kukataa kukubali matokeo ya kuwa alishindwa kwenye uchaguzi wa mwezi Disemba mwaka jana. Naye waziri wa habari wa Gambia amekimbilia Senegal kwa ajili ya kuomba hifadhi ya kisiasa. Siku ya Jumamosi, rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita alimtaka rais wa Gambia kuondoka madarakani ili kuzuia umwagaji wa damu ambao unaonekana huenda ukatokea. Kauli hii ameitoa wakati wa mkutano wa Afrika na Ufaransa kwenye mji mkuu wa Mali, Bamako, ambao ulitawaliwa na mzozo kama huu ulioko sasa nchini Gambia.